Okay. Basi karibu sana kwa kipindi chetu cha pili cha programu yetu ya leo. So tuko tunaona kwa nini ndoa hazidumu masiku hizi, na tayari Mr. DJ The Wisdom Guy ameshatuonesha pointi 3 hapa za maana sana zenye zinaacha ndoa hazifanye nini, hazidumu masiku hizi. Ila niko ningana na nataka niulize tena point nyingine ambayo tuliongelea hapa ya kusema social media imevunja ndoa namna gani, Mr. Wisdom Guy? Social media of it inachukua big part ya kusema ndoa zisidumu. Umenielewa? Ndio. Tukitoa tabia za mke na mume, social media is a big part, inachangia kwa kiasi kikubwa. Kwanza, social media inakuja wakati pale unamiliki simu, kompyuta, iPad. Kisha kuona ile simu ni smartphone, umenielewa? Lazima watu wakutambue una simu kali, inabidi create media, Instagram, TikTok, Facebook. Na kule nako wakati una create, si utakuwa unapita kwa pages, Ndio. utakutana na wale madada wana makalio, wakaka wana six pack, umeona, unavutiwa. Umenisikia? Ukitumiwa friend requests utajibia. Umenielewa? Sasa umeshakuwa inspired, yaani umekuwa atire, ulishaona, kajisikia nini kinakuingia. Kwa sasa sisi wanaume utajikuta umetuma message. Nyinyi wanaume? Wewe wa kike. No, hapana. Wewe wa kike. Unasema nyinyi. Mimi nimesema sisi wanaume, kumbe umesema ninyi. Mimi ungesema basi mazingira yametufundisha. Imetufunza. Bana kaka. Hiyo nyongo nasema vile sikia kwa peke nyuma. Papa alishaamuru akasema ndoa za mume na mume na mke na mke zifungwe. Sasa ukisema sisi, nimekuelewa. Papa mwenyewe iko sasa mzuri kweli. Naomba aseme ile kopi. Haya, tuendelee tuachane na vile kwanza. So ukisha create ile account zote kwenye simu yako, tayari ni matatizo umejiletea. Ni afadhali tubaki na WhatsApp yako na maisha yaendelee. Ndio. Kwa sababu Instagram utaona mengi, TikTok utaona mengi, na itakuwa kazi ngumu kujizuia. Umenielewa? Itabidi ndio chokonoa. Bahari mzuri. Kuna wale watakujibu, kuna wale hawatakujibu. Kuna atakayekujibu utapenda uendelee naye kabisa. Pale ambapo mke atakuja fika kwenye simu yako unakuta hizo conversation, atakachofanya ni kuchukua conversation. Haya, tuendelee. Anakamata screenshot, anajitumia mwenyewe. Akishajitumia mwenyewe, umenielewa, inabaki evidence. Umenielewa? Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, atachoka sasa. Yaani atafikia hatua ya ku break up na wewe na enough evidence. Umenielewa? Iko na proof za utampeleka wapi. Ukimpeleka kotini atasema ni simu. So simu, wakati una create the social medias, umenielewa, utakuwa attracted na vitu vingi kwenye social media. Ukishakuwa attracted, utataka sasa ujiongeze. Na pale kwa kujiongeza ndio unajiletea sasa matatizo. So hii social media kuna vitu vingi tunakuwa tuna scroll pale, unakuta watu anaonyesha kabisa maisha yake ambayo anaishi, iko very expensive, kwa social media. But in real life unakuta ni kama mimi na wewe tunaisha, lakini ukimkuta kwa social media yeye ni mtajiri kabisa, ni Bill Gates. Ile wanaita kulinda brand. Wanalinda brand. Analinda brand ila kwa kimbana na ya China mkati. Ila sasa biti kwenye nataka nifikie kwamba so unakuta wanawake wengi sana anaenda naona iko na scroll zinaiko na social media. Ana scroll pale naona mwanamke fulani balimuzia gari ya bei sana kabisa. Si ndio? Na hata kana nafikia bwana na mimi zinaona fulani walimuzia kigari cha bei hivi, unanifikiria nini? Yaani unamaanisha tamaa. Yaani point uko naenda hapo ni tamaa. Social media sio kusema tu ina ubaya kiasi vile, ina uzuri wake na ubaya wake.
Umenielewa? So sinatokana na gizo naitumia sasa. Sasa haipo kila mtu anatumia vizuri ama anategemea. Sasa nimekwambia the way unaitumia. But unajua ukishafungua hizo account utakuwa attracted na vitu vingi. Ndio mimi nimekuambia kuhusu mwanaume. Umenielewa? Umeniletea mwanamke. Yaani ataangalia fulani mume wake kamnunulia Jeep ama Range Rover. Umenielewa? Atakuja na kusumbua, wewe una hizo hela za kununulia, vinginevyo itabidi mchukue pesa za tax return, mchukue na sijui za credit mchangi, uone mwekeni ni Range Rover. Una deni ya nyumba, una deni ya Range Rover, na hiyo Range Rover akitembeza moja kana mwenzake big virus. Hata kwa vijana wenyewe, wasichana wenyewe. Kuna maisha za siri wanaishi shuleni. Umeelewa? Ile tusongelee leo but tuende kwa point nyingine. So, tuseme intermarriages. Nasikia? Kuoana, makabila tofauti. Mbona kule komeenda kule ndio hawakuta kupatia amani sasa? Kwa sababu muangalia mhema, kwa mgere, umeelewa? Na waangalie kabisa hiyo party ilikahiti. Alafu hiyo ndoa ikadumu, kazi. Ni mfano ila ni mfano wa kweli. Kabisa ukiona mhema na mgegero wamekaa na wametulia, basi wale watu wakaokoka. Hapo komeenda sasa mimi naanza kulimaliza nguvu. Wewe basi ngewisha na mwembe. Tuendelee pale sasa. Hapo umefika. Umefika sasa. Yaani mnyabwisha na mwembe ni kazi ngumu. Yaani mwembe anaamini enjo. Mnyabwisha ni Rwanda. Ndio. Umeelewa? Muhema anaamini mgegere ni muaji. Unaenda mbali kaka. Unakuta tu baba anakuambia unampea ukishampresent kabla gani mgegere wale walituwaza waliwaza manja sio mwaka. Unaelewa? Inabidi wazazi waangalie wewe wanatilia watoto wao. Lakini sasa kiusikana kuna misimu za kabila zikuhusu sasa. Kuna misimu nyingine huwa haihusu. Utakuta mtu anaolewa msiku kidogo hivi hata hampigana mfanye nini, lakini kwa sababu ya kale katu ambayo kalipita zamani hamtakuwa na ile upendo ya ya bibi na bwana. Kitu kidogo mnyumba unaona anakasirika haraka haraka. Anakwambia hiyo neno. Sema je, tunajua tabia zenu. Sana kuwa mwembe. Nilikosea sana kuwa mjegere na niko mwema. Lakini hata niulize, mbona kwa kabila gani? Tumekuwa kwa muda mrefu sana, unasikia? Tumeishi kwa muda mrefu sana. Hauja na kabila yako ya kweli. Na kwa kabila gani? Mimi nimezaliwa Kishasa. Ona kinoma niko naongea naye hapa sasa hivi. Mbona umevuruga sana? Mimi nimezaliwa Kishasa. Unielewa? Kinini? Kishasa. Haya tuendelee. Kishasa. 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 Unielewa? Nimezaliwa Kishasa wa Ruchuru. Na Ruchuru? Sikia, mimi nimezaliwa Kishasa wa Ruchuru. Asili yangu ni Maniema. Kula tutaenda. Ushanipoteza deja sitaelewa vya unyoko nasema. Ndio. Sitaelewa vile. So kabila ya kuna hiyo sasa mbali wakati kuna mke wako wewe unakutana kidogo kifanyika, unabakia kutupa lawama. Sijui kwa nini niliwaka mgegere, sijui kwa nini niliwaka mgegere. Ule mwanamke unakuwa unamwambia vile kinakuwa kinamfika ndani. Na anajiuliza kwa nini uliwaka na muhema, na sababu ninyi wote mlitumiaka ama mlimiti ama kama mko pamoja ni kwa jina la mapenzi. Sasa mnasahau jina la mapenzi katikati yenu, mnatia neno la makabila, linakuwa mafarakano, linafikia tu mkiachana, wale wanachana vibaya. Umenielewa? Msikia nilifanyia makosa sana kuolewa na muhema. Makosa sana kwa mgenge. Na wakati mlioana
kwa jina la mapenzi. So vile vitu navyo ni vya kufight, kutoa, which it's not easy kabisa. Yeah. Haya, tuende kwa point ya mwisho. Makanisa. Hasa makanisa zinatusaidia kwa vitu viwili. Tunaona hapana mambo ya kusaidia tu, tunakumbuka tu, tunaona kwa nini ziko zinakuja maneno. Ndio, nakwambia kanisa na vitu viwili. Inatusaidia kuunganisha ndoa, inatusaidia pia kuachanisha ndoa hata zaidi ya magoti. Umeelewa? Leo nitakuwa wazi. Tuendelee. Unajua nyinyi watoto wa wachungaji sasa ni wewe hapa. Nataka kimjue kweli. Tuendelee. Unajua babangu ni mchungaji, sasa itakuwaje? Inafikia kipindi watu wa kijana kama baba anasema mimi wala cameraman. Tuendelee baba. Suka point lakini usishe na hekima kama jina yako. Nimesuka na hekima. Twende. Unakutana ndoa zikishakuwa na matatizo. Unaenda kwa mchungaji. Kuna wachungaji kabisa wana motivate mwachana. Kilo safi kabisa, nakwambia ndoa wewe toka tu mwachana. Mimi kuna ushuhuda kutosha. Mchungaji anakuja naambia mke na mume umekuwa na matatizo, mwachane. Umekuwa na matatizo. Umeenda kwa mchungaji. Umenielewa? Ndio. Umefika kwa mchungaji unamweleza matatizo ya mke wako. Mchungaji atakwambia hapo hakuna mke. Mwachane kabisa. Acha tukuje tuombe Mungu akufanyizie pesa upate mke bora. Japo Biblia inasema kilichounganishwa na nani? Na nani? Na Mungu, kisifanya hakuna wale na Mungu anaunganisha ndoa. Sasa sikia. Sisi tunamjua like representative wa Mungu au wa Kristo hapa duniani nani? Ni wachungaji. Ndio representative wao. Bro, kilichounganishwa na Mungu sio hii ndoa. Ni nini? Umenielewa? Ni nini? Ni ubatizo. Ubatizo ni ndoa. Ndoa ya nini? Wewe bwana, tumuulize kama pasta nafikiri anibatiza mimi. Tumuulize cameraman. Cameraman, bwana harusi ni nani? Bwana harusi ni Yesu. Sisi tuliobaki ni bibi harusi. Ulikuwa unajua? Mimi siko bibi baba, mimi siko bibi. Hauko bibi? No, uko bibi. Bibi yako. Uko bibi kwa hii njia hivi. Bwana harusi kwa sisi tuliokoka ni nani? Wewe niambie. Kwa wewe Yesu ni nani? Yesu ni nani? Wewe si unasema wewe Yesu ni Bwana na Mwokozi wako? Yesu ni Bwana wako. Unajua hii discussion tuko nayo sasa hivi. Tabiri ni invite Mr. Modeste akatumalizie ubisha ambapo tuko nayo. Mbona tika Yesu ni Bwana na Mwokozi wako? Tutaka Modeste atakaye kutunania. Yesu ni Bwana na Mwokozi wako. Ndio, nimekubali. Basi Yesu kikuwa bwanako. Sisema bwana yangu, Bwana na Mwokozi wangu. Bwana na Mwokozi wako. Asante sana, tumalizie hapa siku ya leo. Tutamalizia hii kope siku moja hapa mingana hapo. Safi sana. Asante sana Mr. Diego kwa kuja. Na asante sana, tumetembea leo na Mr. Nice pale kama cameraman wetu kama kawaida. Mr. Diego Wisdom Guy tulikuwa na leo na mimi Mr. James Maguma. Tuwatakie kila la heri man. Asante sana. Haya. Wao tunawakaribisha tena jioni ya leo kwenye channel yetu The Shadow. Kama kawaida tunazoea kukaa hapa na Mr. DJ The Wisdom Guy na behind the camera usually ni Mr. Nice. So tumerudia na part yetu ya mwisho ya ile topic ambayo tulikuwa tunaongelea tofauti wa katikati ya ndoa ya zamani na ya leo wala ya sasa. So tumeshaongelea kuhusu ndoa ya zamani, tukajifunza ya kwamba tofauti gani, kwa nini ndoa zinadumu na zingine hazidumu. Ila leo tunataka tumalizie kwa nini ndoa za sasa wala za masiku hizi hazidumu. Mr. DJ. Yes sir. Karibu sana. Nashukuru. Ndio. Tuambie kwa nini wala uko na kitu nataka kusema kwanza before tuende kwenye topic. Tutakusalimia wapi? Hakuna kusalimia. Shasa. Hakuna salamu leo. Mbona kuja na hasira leo? Shida gani? Leo nimekuja kujenga. Kujenga mimi?
unataka jenga ule cameraman na wengine wanatufuata. Kuja kujenga ili kudumu kwenye ndoa yako. Haya, karibu sana. Kwa nini ndoa za sasa hazidumu kama zile za zamani? Ndoa za sasa hazidumu sababu kuna mambo mengi sasa. Imeshafika. Ndio. Wanawake kama vile wameshafunguliwa. Namna tulisema kwenye previous episode zetu, wanawake zamani walikuwa hawana mamlaka, wengi walikuwa na waendi shule. Kuna vitu vingi kabisa ndio walikuwa wananyimwa, walikuwa na wapewe haki sawa. Unaelewa? Ndio. Yani community, yani mazingira ilikuwa haimruhusu yeye mwenyewe kujikuta iko nje ya ndoa. Ila sasa umenielewa, kuna point kama 4-5 hizi zinaweza kuwa zinaacha ndoa hazidumu. Ndio. Umenielewa? Kuna ya moja ni mazingira. Yani community tunaishi ndani, yani dunia ya sasa imeshapatia kila mwanamke kwa yani kumpatia haki yake, ile tunataka haki sawa. Na ile haki sawa imeletea wanawake sasa na kiburi, na wengi wao wamejikuta wamekuwa sasa kama wanaume. Umenielewa? Ya pili, kuna kama sasa kuna kanisa. Umenielewa? Kanisa nazo pia kanisa nyingi pia, sababu watu hawajui, but kanisa nazo zinachangia kufanyaje kuvunja ndoa za. Ndio. Ya tatu, ndio, kuna opportunity. Kama opportunity ni nini Kiswahili? Watatuambia iko opportunity like tuseme kwa kila mtu, lakini tuseme kila mtu anaona kukua sawa, lakini cameraman anaweza kusaidia pale. Bahati yani kama kuna bahati fulani wamewatengenezea, yani ni mfumo ya wao kuishi kwenye bahati, ila sio kabisa bahati. Ndio. Umenielewa? Na kuna tatizo makabila pia. Ndio. Umenielewa? Kuna makabila ambazo nazo zinachangia kabisa ndoa zisidumu. Umenielewa? Alafu kuna pia na social media, mitandao hiyo pia inaharibu. Haya, sasa nataka tuanzie kwanza na community wala mazingira ambayo tunaishi ndani. Inaharibu namna gani nyumba mazingira tunaishi ndani sasa? Kama vile tuanze na Marekani, Europe. Umenielewa? Ni dunia ambayo ina favorite mwanamke sana kuliko mwanaume. Unajikuta unaishi ndani ya nyumba yako hiyo Alemani, ila unajikuta sasa wewe ndio woman, yani wewe ndio uliolewa sasa. Unasikia unaambiwa mtoto anasikilizwa kwanza, kwa kufuata ni mwanamke, kwa kufuata ni nyama. Umenielewa? Yani mnyama huo unakuwa wa mwisho. That means hakuna, yani tayari mazingira imekuima nafasi. Na kikuima nafasi inampa mwanamke nafasi, inamaanisha ana uwezo na mamlaka kufanyizia kila kitu anachojisikia. Na sisi wanaume tumeumbwa na mamlaka, na Biblia inasema ni mwanaume ndio kichwa cha nyumba. Hasa ukishajikuta sasa bibi yako ndio anakuwa kichwa cha nyumba, hiyo ndoa itadumu ama haitadumu? So hii ambayo unasema hii iko kote, unanimu tuseme African community wala iko tu hiyo? Sasa iko kwenye hata Afrika wanawake sasa wameenda school. No, nasema like hapa Marekani tunaishi so kuna African community na kuna kwa zile wakaaji wa pale. So hii ya kusema ya kwamba iko opportunities na community ina affect na ni marriages. So unakuta mwanamke amepewa rights mingi kushinda mwanaume. So hizo iko zile community zile ma rights zina affect African community nayo, wala tu ni sasa kwa wazungu ni kitu kwao cha kawaida, sababu wanazaliwa nacho, wanakuwa nacho, wanasoma na wanaelewa kama mwanamke lazima
ile tunaita the ladies first, wanawake kwanza. Ila kwetu Afrika tunajua kabisa mwanaume ni men first. Hata mama usiku akipiga ugali, kama kuna fungu moja nyama ilibaki, watoto watakula maragi, baba anakula nyama. Umeelewa? Sasa hawa wanawake wetu ambao huwa wanatoka Afrika wanakuja Marekani, wanafika haraka, yaani mtu amezaliwa na kitu, ameishi nacho, amekumana nacho. Huyo ametoka Afrika kwa miezi 6, anataka awe straight kama huyo mzungu. Kwa mwanaume anajikuta niko under control. So tuseme vurugu kwa inakuia mule pale ni hasira wanaume wanakuwa biko nayo. Ya kwanza mwanaume anajikuta kama nafasi yake imechukuliwa na mke wake. Umeelewa? Na wakati alimuoa. You know the meaning kabisa kuoa. Umeelewa? Sasa pale tayari mwanaume anaanza kujikuta na kutoka kwenye line yake. Kwa mwanaume anaanza kuleta vurugu nyumbani. Ndio. Umeelewa? Mwanamke Afrika alikuwa anatumika that much money, wanawake wengi siseme 100%. Kuna wale walikuwa wanapiga tu mikiki zao wanaopata hela, na kuna wale kabisa alikuwa mama wa house, stay at home. Akifika huko anapata ile ya kukaza kufanya housekeeping, sio nini, ameingiza $1,500 2 weeks, amecontribute kulipa nyumba, which Africa alikuwa anacontribute kulipa nyumba. Wanajikuta naye she can do something without to have a man. Without to be with a man. Yaani mtana mwanaume akue, asipokuwa anaweza kujifanyia chochote. Lakini Afrika anajua kabisa huyu mwanaume akitoka nitakuwa nimeingiza esheki kubwa. Ndio. Umeelewa? Ndio. So community yenyewe, mazingira inatuacha tunashindwa kulast kwenye ndoa. Haya. Pale tuende ku point ya pili. Ambayo tunaweza tulisema ya kwamba ni haki za to know the rights, wala haki za wanawake. Wanawake masiku hizo wameshajua haki zao. Ina affect namna gani ndoa? Wanawake sasa siku hizo wamesoma, wanajua katiba. Umeelewa? Kwenye previous episode nilisema wanawake siku hizo wameshafungulikana macho. Umeelewa? Uwezo yaani leo ukaendesha mwanamke kisembe kama walikuwa wanaendesha mama zetu zamani. Pita hapa twende, na mara moja anapita, anajua mwanaume amesema. Leo watoto wasichana wamesoma, anafikia tu kufunga ndoa na wewe, anajua haki zake. Anajua anakuja kufanya nini kwako nyumbani. Most of them wanakuja na target ya pesa. Wanawake umemooa, mnanunua nyumba pamoja, umezaa mtoto mmoja. Akijua kabisa anataka kurudi kufanya vituko vyake, itabidi wewe ufukuzwe nyumbani. And you know that. Yani divorce. Na mnagawanya. Na yeye tabaki na mtoto, inamaanisha kuna uwezo mkubwa wa ubebe 40%, abebe 60%, na bado utamgharamia kumlipa child support. Umeelewa? So unakuja kukuta huko kwenye box fulani ya kiutumwa. Na ina traumatize wanaume. Ndio. Umeelewa? So kitu tunaomba kwanza wanawake, Africans women, na wale wengine wote wanasikiliza. Ona, kuna wakati mmoja tulikuwa tunafanya orientation na watuambia tuje na akili zetu, tabia tutazikuta huko. Tafsiri ile Kiswahili. Tunakuja huko tutakutana huko na culture ya huko. This is what we are living right now. Ila hatujai kuambiwa tuache ya kwetu. Ndio. Umeelewa? Tuna culture za kwetu, tunatakiwa tuzifanyeje? Tuzifuate. Okay. Kabla na tujaenda kupumzika kidogo. Nataka tuongelee point ya 3. Ambayo ni opportunities, wala equal opportunities. Inavunja namna gani kuumba mazingira? Equal opportunities inavunja pale kwenye unajikuta wewe mwanaume au mwanamke mnafanya kazi moja. Umeelewa? Tuseme sisi wote tumepewa kazi housekeeping. Umeelewa? Sawa. Hata kama tunafanya schedule moja ama shift different, but tunafanyia pesa hii moja. Hakuna ambaye analipa kidogo. Kama ni $15 kwa saa, pia anapewa hiyo. Sasa mwanamke anajikuta kwenye hiyo box, wewe pia uko included. Yaani wakati wa kulipa nyumba inabidi alete 50%. Sasa ikifikia tu amefanya kosa, haina namna utamkaribia nini, atakwambia nini, utaniambia nini, kipi ya gani utaniambia. Kama ni nyumba nalipa, kama ni umeme nalipa, wifi nalipa, chakula ninaemea, so what else? Sasa mimi nataka niulize kwanza.
Ni nini ilibadilika? Mbona sisi tumekomaa tunajua kwamba mwanaume ndio ana provide nyumbani, mke anabaki analea watoto, ila hata kunaweza kuwa na mwanamke anafanya kazi ndogo pale, ila kazi za nyumbani, kulipa nyumba, kulipa maji, kufanya nini, sisi tunajua kwamba ni mwanaume ndio anasema. Nini ilibadilika? Kilichobadilika ni dunia sasa, mahali dunia inaenda. Ni story ndefu, tukianza kuzungumzia tutafikia, itabidi tualike na mapastors ili watueleze dunia inaenda wapi, sababu ni mwisho wa dunia itakuja na masaini zake, vitendo vyake. Umenielewa? Ndio. So community na haki na zile opportunities. Ndio. Wanawake wamesoma sasa. Wanawake wana sauti kuliko wanaume. Na katani haieleweki, mwanaume ni kichwa cha nyumba. But Marekani unasikia wanakwambia mwanamke ana sauti kuliko mwanaume. Sasa wewe wakisha kureduce sauti kwako nyumbani, mwanamke wako ndiye anakuwa na sauti. Sasa utaona yani kuna dunia popote pahali inaenda. Kibiblia kuna mahubiri. Kuna siku tutawaletea pastor atakuja. Mimi niko na rafiki yangu anaitwa Brother Modest. Wewe ni mtu ambaye anapenda Biblia sana. Yaani yeye iko na nani yake, iko na nani yake, moto yake ni moyo. Inakuwa nini, nikumbushe tena. Kana moto yake moyo hivi tu. Yote kwa Bwana. Yote kwa Bwana. Yote kwa Bwana, tutakualika sana. Tutakualika hapa siku moja kwa kuelezea kama dunia inatupeleka wapi. Inatupeleka wapi? Inakuwaje mwanamke anakuwa na sauti kubwa, yani anasikilizwa kuliko mwanaume. Na anapewa kipaumbele kuliko mwanaume. Brother Mode, utulipo kazi, tema andika kutosha. Haya basi, acha tupumzike kwanza hapa mdaka kidogo tu, tutarudi na pati ya pili ya hii maongezi ya siku ya leo. Safi. Asante sana. Social media iko hizi.